Jumatano tunakutana na ndugu hapa anasema Eugene Wamalo, we are given clear instructions. Kama hakuna kupunguza gharama ya maisha, msiweke sahihi. Nataka nijue kama mnakubaliana na watu wa Western kwa mambo haya. Na sio kulazimisha yote, ni haki. Hapa mimi nataka nimuulize ambaye anahusika. Mkisema G to G, alikuja waziri wa kawi energy, akaja waziri wa fedha, wakatuambia kwamba wamezungumza na Waarabu, ile inaitwa government to government. Lakini hapo hawaelezi katikati makampuni matatu haya yako na uhusiano gani, ni nani amechotoa commission ipi, kiasi gani. And this is where the problem is. All of that gets translated. Hiyo commission inakuwa translated to extra cents na nini. And then the fuel pump, ile bei ya pump ya lita moja ya mafuta hapa Shell mwingi inakuwa affected. Na hiyo ikiwa affected kwenda Ngundi, kwenda Sekuru, kwenda Kitui, gharama inaenda juu. So lazima tuambiane ukweli. Na ukweli ni kwamba kuna hali ya ufisadi. Director of Criminal Investigation kama ndiye mhusika, na wale ambao wanahusika, if they still a government in place which believes in transparency, including our international partners, you should not cover any corruption in this country, because that is where the problem is. Tutamuuliza waziri wa hela, atarudi tena Jumatano, atakuja waziri wa fedha. We hope you come with clarity. Hatuna nia mbaya, nia ni moja, mwananchi angalau apate chakula na apeleke mtoto wake shuleni. Therefore, Mheshimiwa Eugene, you know, we are talking about audit of the 2022 election. And we have actually on that one, tuwashukuru wenzetu hawa, wamekubali. Mbona tutafuta one audit firm, na wao watafute audit firm nyingine. Before we talk about 2027, let us close this matter.